yawe mazingira, yawe majira au nyakati, visilete uharibifu kwenye maisha ya mtu yoyote. Lazima awe na ufahamu kinyakati. Mtu mwingine anaweza akaanza kujiuliza kwamba hivi, kwa nini mimi nimeokoka, ninamtaja Yesu, wengine ni kama utamaduni, anaomba anapolala, anapokula naomba, kwa nini mambo yangu bado yanaharibika, sipigi hatua kwenye maisha yangu? Huyo mtu yani anatumia ufunguo wa mwaka jana kufungua mlango wa mwaka huu. Hapo ulipo ndugu msikilizaji, una nyumba. Na kama una nyumba, kuna ufunguo ambao utautumia getini, kuna ufunguo ambao utautumia chumbani, kuna ufunguo wa store. Hizi ni funguo tofauti tofauti, lakini nyumba ni ya kwako. Sasa ninapozungumzia ufahamu kinyakati, namaanisha kwamba kwenye majira ambayo Mungu anakuwa amekupa, kuna ufahamu wake, kuna namna yake, kuna jinsi yake. Yesu alipokuja duniani alikuta wale waliopo katika masinagogi na katika maeneo mbalimbali wamekalili taratibu za dini ambazo haziwasaidii watu. Akatoa ufahamu, akaeleza jinsi ufahamu uliopo kwenye nyakati husika ni wa muhimu. Kwa hata mimi na wewe, ili tuweze kuyashinda maisha, tushinde kwenye shughuli zetu, kwenye biashara zetu, kwenye kila tunachokifanya, lazima tuwe na ufahamu kinyakati. Kama utatamani utumie ufahamu wa mwaka jana, hata Nyerere sasa hivi akifufuka, au Moses Klola sasa hivi akifufuka, au mtumishi yote sasa hivi ambaye amekufa miaka mingi iliyopita akafufuka, maisha yatakuja kumshinda. Kwa nini? Kwa sababu ufahamu wake ni tofauti na nyakati tulizo nazo. Sasa hebu tujifunze kitu kimoja. Vijana wengi sasa hivi, kwa nini wanamezwa na mabadiliko? Kwa sababu hawajaandaliwa kimabadiliko. Kuna mtu mmoja akasema ya kwamba tunashindwa maisha na tunakuwa disappointed kwa sababu hatujiandai kukataliwa tunapoanza kusimama kwenye kusudi la Mungu. Yaani wewe unaamini utakuwa kubarika moja kwa moja kwenye kile unachokifanya. Kumbe hapana. Kila majira yana namna yake, yana jinsi yake. Sasa huu ufahamu kinyakati, tutaenda kujifunza jambo la kwanza.